kitabu cha Mwanzo kuhusu habari ya mwanzo wa dhambi. Adamu hakudanganywa na nyoka, bali mwanamke ndiye aliyedanganywa na nyoka, na dhambi ndipo ilipoanzia. Adamu hapo mwanzo alikuwepo yeye kama yeye, lakini akapata msaidizi ambaye ni huyu mwanamke ambaye tunaweza kumuita mama yetu. Huyu mama ndiye aliyedanganywa, kisha dhambi ikaanza hapo. Lakini Adamu anakimbia. Lakini kisa kikubwa cha mwanadamu ambacho kiini cha dhambi hii na mauti inayotupata kwa ajili ya kupitia Adamu ni pale tu Adamu aliposhindwa kutii, lakini akashindwa kutubu ile dhambi. Baada ya kuambiwa uko wapi, anasema niko huku, anakimbia huku na huko mbugani. Lakini Mungu anamwambia, je, umefanyaje? Lakini hakuweza kurudi na kunyenyekea na kutii na kupiga magoti akasema, Mungu nisamehe, baba yangu nisamehe, maana Mungu ni baba yetu. Hakutubu hiyo. Hata Hawa naye hakutubu, bali aliendelea kusema, yule nyoka ndo kanidanganya. Hawa anaulizwa, Adamu naye anaulizwa, umefanyaje? Anasema, umsaidizi huyu mwanamke ulinipa ndiye. Anasema basi hivyo ndivyo ilivyotokea, na nyoka naye akapata hukumu yake kwamba atatambaa katika ardhi. Na kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu alisababisha mauti ya kutoutii, ndio inasababisha mpaka leo hii unaona vifo vinatokea, mafarakano. Na kama kuna mwanadamu yote anayejua haya yote, hana sababu ya kupambana na kugombana na mtu. Ajue tu kwamba shetani huwa anaingia mtu na anaifanya kazi yake na kuitekeleza pale tu mtu anapoacha mlango wake wazi wa moyo. Shetani akaingia kuyafanya yale ambayo ameyakusudia. Na shetani ni roho, na moyo wa mtu ukae tupu. Usipokuwa na Mungu utakuwa na shetani. Ndivyo naona haya mambo yanafanyika hata katika nchi yetu, kwamba kuna wengine ni mwanadamu tu kawaida, anatoka shangaa leo yuko hivi na kesho amebadilika akawa hivi. Kwa nini? Kwa sababu roho ile ya uasi ikiingia ndani ya mtu inafanya mambo mabaya. Lakini roho mwema, roho wa Mungu, huhurumia, hunyenyekea, ufikiri, utafakari, haiwe na hasira ya mwema hapo kwa hasira. Lakini mwisho wa siku unaona kwamba hukumu zinakuwa za haki, lakini pia kwa kuonewa na huruma, lakini pia kwa kujali kwamba sisi sote tumeumbwa, lakini siku moja kama ni dunia hii tumepewa tuishi. Lakini kama baba yetu alikwisha kukosea, lakini bado tunaenda kuangalia katika kitabu cha Ezekiel 18 pale anasema 18 na kuendelea pale anakuambia kwamba kuhusu habari roho ya itendayo dhambi ndio itakayokufa. Ndio maana tunaweza kugundua kwamba kumbe baba hawezi kuchukua mzigo wa mwana, wala mwana hawezi kuchukua mzigo wa baba, bali roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Tunaweza tukasoma na kutafakari na kushika hatua, tukiendelea kumuomba Mungu wetu na baba yetu na kwa njia ya Yesu Kristo, ili tuweze kupata neema hii ambayo Yesu Kristo alivyokuja akaleta hali ya kubadilisha, bali tupate uzima wa milele baada ya kutii na kunyenyekea. Mungu wa mbinguni akubariki, akutie nguvu wewe unaishi katika nchi ya Tanzania. Endelea kutafakari haya na kuchukuliana na wadogo na wakubwa, mataifa na makabila yote, tukijua kwamba kila neno lilo neno la Kristo, na utabiri na mafunuo, lakini na unabii uliotabiriwa hautapita. Tanzania itaguswa. Kwa hiyo ukiona magumu, ni wakati wa kumkimbilia Mungu, sio wakati wa kumtazama mtu, kwa sababu ukimtazama mtu huyo naye amejaribiwa, naye anakimbia. Sio mchungaji, sio askofu, sio liwali, sio jemedari, hawaye yote. Hiyo roho ikimpitia naye pia anajaribiwa katika cheo, na kila mtu atapitiwa sawasawa na kile alichokuwa nacho. Maana mwingine anakuwa na cheo fulani cha polisi, atahukumu kama polisi, na huyu ni jemedari gani, atahukumu kama jemedari gani. Ulikuwa ni mama tu wa nyumbani, na utahukumu kama mama nyumbani, kwa sababu katika haki zinatendeka kijijini, nyumbani, na kila familia. Mungu wa mbinguni awatie nguvu wa Tanzania. Mungu wa mbinguni aendelee kuwainua katika viwango vya kiimani. Kila mmoja asimame pale alikosimama, aendelee kumtumaini Mungu, kwa sababu baba yetu yupo na hukumu ya haki inakuja. Kama mtu mmoja alisababisha kifo, basi mtu mmoja amesababisha uzima wa milele ambaye ni Yesu Kristo. Tumwamini yeye, tumtii na tumfuate kwa imani na kwa matendo. Amen.